Wow. Bwana asifiwe. Haya. Mchungaji, nashukuru sana. Okay. I used to think siku moja nitakuja kushiriki nanyi, but I didn't know when. Lakini Mungu nafikiri alipanga. Nilijaribu kuharakisha lakini yeye kaniambia bado. Itabidi umengoja. So and that's why alichagua siku ya leo wakati tunakuja pia kutoa shukrani, si ndio? And I'm surprised kwa sababu nimeona nitachange yule anatuongoza praise. Maana yeye akiongoza haendelei. Lakini wewe nimeona hatukujui hivyo. Hatukujui hivyo. By the way, mimi sikuwa nafikiri unajua nyimbo by the way. Me, I'm shocked. Athenora ato inivia. I'm surprised. Najua hata yeye ameshtuka. So, ni vizuri ukaribia hapa. Unajua mimi nina furaha kwa sababu nimekuwa rafiki ya mchungaji wenu kwa muda mrefu sana. Sure. Because when we talk of almost 5 years. Nafikiri hata kuna wengine hapa wanashiriki hapa lakini hawakujuana na yeye 5 years ago. That's true. So 5 years ago imekuwa safari nafikiri ya mapenzi tu ya Mungu. Sure. Because nikimjua vile yako vile alikuwa si venye yako kwa sasa. That's true. I know what I'm saying. Baruthi alikuwa ananipatia rift tukimaliza show. I'm telling you, yani ninyonete gai yake mwekera. Thank you mono. Your journey. Unajua testimony yako nimekuja kurealize bado haijaisha. Testimony yako. Na kama kuna mtu ana testimony ya uchungu, jugaga nigereire, but I think yangu ni 2%. Manake as we give thanks to God today, nimekumbuka siku moja niliibiwa na kijana mmoja nilikuwa nimeajiri akaniibia kila kitu, lakini ilibidi nishukuru Mungu. Umeniibia. Thanks to God. Umwaibiwa ukashukuru Mungu. Imagine. Because the Bible says give thanks in all circumstances. Mimi kuna circumstances zimenipata kama 3-4 lakini nikashukuru Mungu. Wow. Niliacha kazi nikashukuru Mungu. Amen. Nikaibiwa nikashukuru Mungu. Nikagojeka nikashukuru Mungu. Amen. And here I am. Wow. So some of my stories are so painful, but leo tukishukuru Mungu. Nilia sana by the way. Sijui kama unakumbuka after kuimba tuka praise tuka worship, kuna kale ka segment kalikuwa ukaambia mpaka watu wa instrument wanyamazishe. I cried. Najua hakuna mtu aliniona. Mimi nilikuona pale. Lakini nimekasirika sana. Umelia baadaye ukakasirika? Nikakasirika sana. Sababu hakuna mtu alijua nilia, si ndio? Lakini Mungu alijua nilia. Kwa nini hawangejua? Sababu kamera ni moja. Imagine. Nimesikia hasira. Tulili huyu mtu wa kamera anaangalia tu huko mbele. Si ndio? Yeah. So akitaka kugeuka unless ageuze hivi ndio onyeshane pia wale wengine wenye wako huko. Sure. Na nimekasirika. Sijui, unajua hasira zingine si nzuri. Lakini kuna hasira nzuri ya Mungu. Hasira zetu tukiwa na rafiki yangu hapa hazikuwangi nzuri. Sababu ni hasira ziko na baraka. Yeah. So nikashindwa, yani mimi niko na kamera 3. Na hata hiyo nakumbuka ni wewe unajua. Lakini pia washirika wa Kingdom Seekers mnaniangusha. Niulizeni kwa nini? Lakini hivi utoka neno. Sure. Tunaona wamenyamaza. Hawezi ongea. Sasa mnataka tena muongezee wengine? Gani? Haya, sasa gwaba kuwemwa kule yago wako. Oh my God. Hiyo. Sasa na todo ndegithie tare study. Gumiwa e complete na study. Najua we came to give thanks. Na muda shokagia gatho moko matheri.
Na niguo da wiharirie wega. Hebu ambia rafiki yako huyo mko naye hapo, jitayarishe vizuri. Tukire gushokia gatho. By the way, mkumbushe alisahau. Unajua tumeimba sana akasahau. Tulikuja kushukuru Mungu. So, yani dige imagine kanitha uyu wothe na kamera imwe. It is so painful, especially kwa kazi yenye sisi huwa tunafanya. Yani Mungu na kamera moja. Studio iko na kamera 6 7. Mungu anaekewa kamera moja. By the way, lastly ndio tununue hii kamera, mlikuwa mnatumia simu. Yani ile anointing iko. Haya, watu wangu wa online, kwa sababu najua pia wanatutazama kwa hii kamera. Najua wananiona, tunataka another camera. Mimi nimejitolea kamera na stand. Niguya demirehe. Todo wanatio yerehire. So, haya, watu wa online, nataka kamera ingine. We need 3 cameras here. Moja ikuwe hapa mbele, kuna hii ingine na ingine bado. Si ndio? Tukuwe na kamera 3. At least kila mtu anaonekana vizuri, sawa? Haya. Sasa wenye wako nyumba sijui kama walikuwa wanaona wenye wamekaa hapa mbele. Reason being, hakuna screen. Ama kuna screen mimi sizioni? Ama ziko huko? Hapana, kunazo na hapo labda. Unajua siku wanajaribu kuchungulia lakini sioni nyuma. Ziko na hapo? Na nini mlikuwa mnaangalia juu nini? Unajua mimi nilikuwa na ama ni imani. Mimi naona watu wakiangalia juu nasema labda kuna screen hapo juu ndio maana wanaangalia juu. So ukikuja studio, sijui ni next Friday. Watu lazima watupe screen. Amen. Hallelujah. Watatupia screen kama 1 screen 2 3 ni sawa, si ndio? At least wenye wako nyuma pia wa feel wako kwa kanisa, si ndio? Saa zingine pia wanataka kuona hapa mbele mnafanya nini. Saa zingine tarunyoni yetu kiruta muhodhi, hakuna system za kuambia watu kuna till number ama kuna. So ikiwa kwa screen mpaka mwenye yako nyuma ataona, si ndio? Juu kuna mtu akona, I'm sure kuna matana utaoffer huko. Kwa sababu pia labda ilikuwa kwa simu, si ndio? So hakujua ataiweka wapi. So tukiwa na screen si inaweka hapo. Tukire gushokia gatho, sawa? So thank you so much mchungaji. I'm so much happy kukua mahali hapa. It's an honor because we have walked a journey. Na urafiki wetu tuwa kutekanira advantage, by the way. Ukikuwa na rafiki anakutekea advantage, muondoke na upotee, sawa? Amen. A journey of 5 years sio na hatujaiko sana. That's true. 5 good years. Sure. So na wakati nilimwambia nataka kuacha kazi, tulingangana kidogo sababu hapo aliona ni kama nimeanza kupotea njia. Nikamwambia hapana. Simu nasema Mungu huongelesha mtu. You know me, I'm called kwa nimeitwa kwa charity. Na Mungu akikuita mahali ukatae atakusukuma. I want you to imagine ukiacha mshahara. Unaacha mshahara unaenda kazi ya Mungu. Na hulipwi. And funny enough, mimi ni wale watu nikipoa 100,000 napatiana zote. Hata mafuta naeka yangu. So you can imagine umeenda kwa hiyo kazi, hujui Mungu atakuwa anakulipa aje. Lakini yeye amekuwa sure mimi ndiye nalipanga vizuri. Unajidua sasa utanitumia pesa ama utafanya aje? So nikamwambia Bishop, sasa mimi nimeacha. Hata Maina tulidiscusia kwa ofisi yake, karibu akasirike kisikia naacha kazi. Lakini nikamwambia it is through faith. Sitaki nianze mashida mingi zenye nimekuwa nazo, wacha niachane na kazi. And I'm telling you, God is so faithful. Niyo modhi oyo onadigeta kuwadeko. Digeta. Reason being, nilifanya vile alitaka. So unaona ukifuata venye anataka, bas huko kwingine muachie, sawa? So tuko hapa kwa sababu ya kushukuru Mungu. And the reason as to why we are here main ni kwa sababu and that's why nataka kuita Mr. Maina akaribia hapa. We have walked a long journey. We have walked a long journey. Yani sisi mtu akituona, ukiona Mr. Maina unaona Pastor Garuya, ukiona Pastor Garuya
unaniona, unaona Mr. Maina, the three of us, watu wanatujua. And that's why tunaendaga kila mahali tukiwa wote watatu. Hata saa ile children's home tunajenga tukiwa watatu. Because tumekuwa, in fact, wale watu walijua nimeacha kazi. Because most of my fans hawakujua nimeacha kazi. Walikuwa wanafikiria niko leave. In fact, wakinipigia nilikuwa naambia niko leave. Lakini hawa tayari nilikuwa nishawaambia nimeacha kazi. Now, how I met Mr. Maina is a funny story. Maana there is a time I was sick. And by then alikuwa anakuja tu kazini, tunafanya show ya mashamba na nini. Lakini iko siku nilimpigia kitu 5:45 asubuhi na mapema. Na maana yeye alibarikiwa kitambo. Nilikuwa na gari kadogo tu. Lakini sasa yangu singeiendesha, maana singeweza hata kama iko. Na nikijira gado wa gai, tugatai gai, there's a time unaweza kuwa na hiyo gari na hutaingia. Haiwezi kukusaidia. Sure. Kutoka kama kagane kwa gari, there's a time unaweza kuwa nayo lakini huwezi ingia. So I called Mr. Maina nikamwambia, ulingana vile nasikia kukufa na mimi haziko mbali. Ni kama zinakaribiana. So, unajua manuma ni kujikausha. Nijaribu although kuna hospitali moja nilienda, kapimwa kila kitu niko sawa. Lakini ile uchungu nimerudi nayo nyumbani. Na ni mume yeye, nikaambiwa niko sawa. Lakini sasa hiyo nabebwa. So, nikaambia Mr. Maina, although alikuwa amenisukuma sana, acha nikupeleka mahali. Nikampigia 5:45 AM in the morning. Nikamwambia sasa kuja, nimeitikia. Akakuja na gari yake kubwa. Let me tell you, kuthike dokeo like umebebwa kwa mgongo, shoka igilio V8. Let me tell you, sikuwa nimeingia V8 tena. Mama madame igilia demorwal. Kaeni chini. Sasa namuombe Mungu usiwaingia gari kubwa ati waigilio ne mulimo gari nene. Sawa? So, yani mimi nikaona naingia V8. Sasa watu wenyewe walikuwa hapo chini wakashindwa, huyu anaingia V8 akiwa hivi, what's happening? Hawakuelewa. Hata mimi niliuma juu sikuwa nafikiria nitaingia V8 mara ya kwanza nikiwa kwa mgongo ya mtu. It was so painful. So, tukaenda moja kwa moja, ni dali na tufesha no timono, no na korodiali, muthuri ni alihire deposit ya besha ile ndetagio thibitari. One, ukumbuke hatukuwa tunajuana sana. Yeye alikuwa tu rafiki wa kawaida wa kibiashara kule kazini. So akalipa ile deposit na mimi nikaadmitiwa. Now the story began there. So after nilitoka Kigosho, nikakuja nikamwambia nimeacha kazi. Urafiki wetu uliletwa na, nafikiri acha tu niseme hivyo, peke lilo litonedo wali. And let me tell you, wakati uko na shida, mwenye anakusaidia hauneho umenyaga value yorata. Whoever comes in wakati wenye una shida, huyo ndiye rafiki wa karibu. So that's where the friendship began. Na nikakuja kumintroduce kwa Pastor Garuya. And the journey yetu tukiwa watatu na hawa watu wa online pia ikaanza hapo. And I'm telling you, it has been so fantastic. Na tutite ikanagena advantage. We have worked all along since last year, the beginning of last year. Na leo hii akikuja kutoa shukurani na kampuni yake, I can testify wameona Mungu. Tumeingia online na yeye kutoka last year, nafikiri mwezi wa 7. Last month ama this month wakatunukiwa ama wakakuwa awarded as the best watu wenye wanauzia watu wa diaspora, in diaspora market. So kuriwadiwa, to us tukiwa na pastor, it's a tick. Sure. Sijui tuseme nini kwa sababu we met so many companies, zingine zinajulikana sana kutushinda, but sisi tunakuwa tu watatu. Yani tuko tu, lakini hii safari ya kuaminika ndio imefanya pia tukafika hapa. Sure. Just be trustworthy. Ukiambia watu nafanye hivi, make sure umefanya. So it has been a good journey. Sure. And today I'm proud. Nikiwa nimesimama hapa tukiwa na Mr. Maina na Pastor Garuya. Huyu mchungaji wenu ametusaidia sana. Kwa sababu
no tuoneke tuli ya kwihokeka muno na Mr. Maina no ringi shaitani gatucerere. So every time tunaenda kwa shamba zetu na kuanoint na nini, tunaweka mchungaji wenu. Kwa nini? Because you see, kuna mtu anaweza ni trust asikia hata trust Mr. Maina, ama mwingine trust Mr. Maina asikia hata ni trust. Lakini ukiona mchungaji unaona hawa watu hawawezi ita tu mchungaji bure. Because you see there have been cases earlier za wachungaji pia, si ndio? Sure. But after I met this man of God, I realized kwena tondu tuingi muno athuire na avoidaga na niendete Ngai muno. And when I realized that, nitohotire gutwarana nake wega muno, itutekuhingana. Sure. Manake anapenda Mungu. Na kama hamkuwa mnajua anapenda Mungu, akorwo kwa mundu tu na Mr. Maina wendete Ngai, no tangihia ni mchungaji wenu. Na the reason as to why nimesema hivyo, nitushamanitie na atungatiri aingi muno onake. Hato story yahaga. Najua anakuwa mzuri sana akupea watu story. Stories zingine anakupea unasikia okay, sawa. So tumeona Mungu kupitia mchungaji wenu, and we are lucky to have him very close to us. Tudako he mundu tidana na mutungatiri wanyu ule mekwenda. So thegio inego twihokera mutungatiri wanyu almost 24 hours. Sijui kama tumewaimaliza siku mbili kama hatujaongea. No ne tumutiritaga wega. Twafatara ne Mombasa tunampeleka. Sure. Anaogelea. Si ndio? Kabisa. Hiyo ni lakini acha akade mshuge hanini. Kuna wakati tulikuwa kwa swimming pool, mshirika mmoja akatusalimia. Alichomoka mbio. Ndio tu t-shirt na vest na inyathari. Bengiria swimming pool na mafuto. Lakini tunampenda tunaniendete Ngai. So anyway, acha niacha kusema mengi, nikaribishe Mr. Maina ndio aweze pia kuita timu yake na mukiharithia ndio wa Thanksgiving tutokire gushokia gatho. Najua tuna waimbaji wengi sana hapa. Goshire no masherere mundu ule wi haria upatiana wimbo yako, because tukimaliza hapa tunaingia kwa session ya entertainment. Kogo muinu wothe we guku sherere mundu ule. Karibu sana Mr. Maina. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Good. Mchungaji, wazee wa kanisa, wageni wote na washirika wote, hamjambo? Mimi nashukuru sana siku ya leo kuwa kwa hii kanisa. Najua yote ilikuwa mpango ya Mungu. Maana tumekuwa tukikuja kwa hii kanisa wakati nyinyi hamuko, tunakuja kwa ofisi na mchungaji, tunaongea mambo mingi, na siku ya leo Mungu akaona ni vizuri na ni vyema tukue mahali hapa ndio tushukuru pamoja. Naitwa Maina wa Maliland, na siku ya leo nimesikia mchungaji Baruthi akisema ni ya kurudisha shukrani, na ndio maana tumeona ni vizuri tuweze kufika hapa. Maliland ni kampuni ya kuuza plots, na mimi nikiwa Maina ndiye CEO wa Maliland, lakini mwenye Maliland kabisa ni Mwenyezi Mungu. Amen. Maana kama sio yeye, sisi ni kitu bure. Kama sio yeye kutuongoza, hatuwezi. Na ndio maana tunasemanga sisi ni wafanyikazi, mwenye kampuni yako bigu, huyo ndiye huwa anatuongoza. Na ndio maana pia tunasema the foundation of Maliland, kuanzia pale chini ni Mungu. Tumeenda pamoja na yeye kutoka foundation, first floor ni Mungu tu, na mpaka mahali tumefika tunasema ni mkono wa Bwana. Tumekuwa kwa hiyo biashara kutoka 2019, na tumekuwa, sio safari imekuwa rahisi. Ni safari imekuwa na misukasuko hapa na pale, lakini sababu Mwenyezi Mungu anakuaga pamoja na Maliland, tunaweza kutembea hata ndani ya giza. Tunatembea tunapata mwangaza pande ile nyingine.
Na usifikirie kuongoza kampuni ni rahisi. Ukitaka kujua sio rahisi, ujaribu hata kuongoza watu 2 watatu wenye si familia yenu, ujue si rahisi kabisa. Ukisema mwende right, mtu mmoja analeta argument kali sana ya sababu yenye mnafaa kwenda left. Na lazima msikize. Lakini kwa neema za Mwenyezi Mungu sisi wote huwa tunaenda safari moja. Maliland tumeweza kufanya project mingi, sio moja peke yake. Na tumeona mkono wa Bwana. Maana ile market yenye tuna ama ile market vile market iko saa hii imekuwa ni market yenye saa hizi mtu kununua plot. Ukimtajia jina plot, kitu ya kwanza anakuangalia na jicho, wewe si mwizi. Hiyo ndio mambo yenye iko kwa ground saa hii. Si ukweli? Si nyinyi ndio mnasemaga hiyo maneno. Ukitajia mtu plot, wanakuangalia na macho ingine ya. Kwanza hapo na hapo umekuwa suspect. Wewe unataka kula pesa yangu wewe. So hata kabla umwambie the next thing, tayari amekuweka, kuna mahali amekuweka tayari. Na Mungu ni mwema, maana kutoka 2019 tangu tuanze kufanya hiyo biashara, tumeona mkono wa Mungu. Maana kila project tunaanza, tunaimaliza na tunapatia watu title deed zao. Tunaanza ingine, tunaendelea, tunamaliza, tunapea watu title deed zao. Na mwisho naweza wapatia historia kidogo. Juzi kuna kama kituzeme mwezi ya 6-7 kuna project tulianza hapa Konza inaitwa Global Residence. Na nitawaambia hapa Pastor Garuya akiwa hapa sababu yeye ndiye alienda kuanoint that project. Tuliuza that project within 2 weeks ilikuwa imeisha. The third week tukafungua project nyingine. Within 2 weeks ilikuwa imeisha. Baada ya hiyo tukafungua nyingine within 2 weeks bado ikaisha. Tukatoka huku tukaenda Matu, mahali tulikuwa na project kubwa ilikuwa ya 32 acres. Tukafanya subdivision tulikuwa tunaita Miami Gardens na within 2 months ilikuwa imeisha. Tukaikia Malindi tukakuwa na ingine inaitwa Beura. Kuanzana na Mungu. Tumeiuza sasa hivi vile tunaongea, kama zimebaki mingi ni plot kama 2 peke yake. Alafu kama 2 weeks ago kuna barua tuliletewa kwa ofisi. Tukaambiwa kuna mahali tunahitajika tukaparticipate kwa a certain ceremony ya kuaward the best companies ya 2022-2023. Na wakati tuliletewa hiyo barua, I remember kwa akili zangu sikuwa naona kitu yote inazafanyika. So niliita mmoja wa wafanyikazi ama my manager nikamwambia, hii barua wewe uorganize na wafanyikazi wengine, mjue vile mtaattend hiyo. Sababu mimi na Pastor Garuya na Baruthi by that day tutoke Kenya tuwe Israel. Lakini mambo ikakuja tu hatukuenda. So vile tukuenda tukasema wacha tuende Malindi tukauze beura yetu. Wacha tutafute ndege. Wacha tungangane, tukakosa nafasi kabisa ya kwenda huko. So mimi jioni wakati wao wameenda, mimi nikachukua gari nikaweka Google Maps na nikaenda mpaka kwa ile hoteli, na tukiwa tumekaa chini tukiwa zaidi ya kampuni 70. Mimi nikasikia yule mtu MC alikuwa anaitwa Otos. Alikuwa anajiita Otos. Mnamjua? Akasema sasa award yenye iko ni ya most efficient and reliable company in the diaspora market. Akasema hiyo award ni ya Maliland Realtors Limited. Hata mimi nilipata by surprise. Na sababu nilikuwa nimekaa pale mbele, my team iko huko nyuma, nikasikia wamesema oye. Hata mimi nikashikwa na kiwewe kidogo. Na nikaona ni mkono wa Mungu. Maana kusema ile kazi yote tunafanyanga, Mwenyezi Mungu akiwa mbinguni anaonanga. Kupata ile zawadi kati ya kampuni zaidi ya 70 zilikuwa pale, na kuna zingine zimekuwa dominant kwa hiyo ya market ya diaspora.
wengine wamekuwa in existence for over 10 years. Lakini Mungu akaona ni vizuri tukapata hiyo zawadi, inaitwa Boya Awards, Brands of the Year Award. Boya, Brands of the Year Award. Tukatunukiwa hiyo award. It's a trophy and a certificate. And we thank God for that. Amen. Wakati tulianza ama wakati nilikaa chini nikasema I have a dream ya kuingia kwa biashara ya properties ama hii ya mashamba, mtu wa kwanza kuniuliza kama niko sawa alikuwa mke wangu. Sababu gani? Mimi nilikuwa muuzaji wa magari. I had a showroom. Na kama vile Baruthi amesema ya kwamba wakati alitoka Kigosho haikuwa rahisi ku make decision from known to unknown. Mimi ndio mtu mmoja kumuuliza umefanya hesabu yako vizuri? Uko sure kabisa na hiyo kitu? Akasema ako sawa. Niliacha kazi yenye nilikuwa napata allowed 1.2 1.3 per month. Nikaita wafanyikazi wangu nikawaambia mmekuwa watu wazuri, mmenisaidia mahali nimefika. Nimewabarikia hii kazi. Muendelee na hiyo kazi, Mungu naye awafanyie mazuri. Na nikatoka nikaenda nikafungua kampuni ya Maliland. Nikatoka from known to unknown. Lakini nikaamini Mungu. Nikaamini Mungu. Wewe uliweza kunipatia hii na imenifikisha hapo. Hata hii ingine siwedie mwenyewe. Wacha tutembee safari moja. Niko na shukrani mingi sana hapa kwa ndugu yangu hapa Baruthi wa Thayo. Tumekuwa tumeshikiliana hivyo. Nikiwa nainama chini kidogo ananiambia inuka. Akiwa chini namwambia inuka. Na tumetembea hiyo safari vizuri. Na Mungu ni mwema. Maana urafiki yetu naweza sema ni ya ukweli. Todo arata ega matikuganagiria wara. Arata ega matikiruta athiri ciaku, matige kuanika. Na ni vizuri kuanzia siku ya leo uanze kujua marafiki zako ni akina nani. Usiende uambie mtu na whispers, unajua nimefanya hivi na hivi na hivi. Akitoka hapo kitu ya kwanza ni kutafuta mtu mwingine mmwambie, unajua Baruthi amefanya hivi na hivi na hivi, na usimwambie. Hiyo chain inaanzaga hapo sasa ikitembea. And you be surprised ukisikia maneno zako kwa mtu mwenye huwezi expect anajua hiyo maneno. Alafu ukiuliza mtu kwani ulienda ile ukasema ile maneno, ai hapana sio mimi, itatoka wapi? Na Baruthi amefanya vizuri sababu amefanya nijue mtumishi wa Mungu hapa. Reverend Karuya. Na watu wa Mungu acheni waambie. Kama kuna watu wamebarikiwa ni nyinyi hapa mnakuja kwa hii kanisa. Kama kuna watu mmepata nafasi mzuri ama ya kupata hata neno ni wenye mnashiriki kwa hii kanisa. Maana mchungaji wenu mimi mwenyewe saa zingine tunaogeaga na yeye namuuliza hapa kunaendaje, ananielekeza. Tukienda kwa studio saa zingine namwambiaga uniruhusu tu niulize maswali. Kwa sababu gani? Anaweza hubiri nisikie kabisa mahali umehubiri vile mimi nilikuwa najua pande hii nyingine nasikia ni tofauti. So namwambia hebu nielezee hii kidogo. Nikiwaambia wanielezee ndio nijue, ama nikiuliza swali wananisema mimi ni mtu wa ground. Wananipea jina mtu wa ground. Lakini namwambia mimi nawaambiaga ni sawa mimi ni mtu wa ground, maana kusema ukweli kuna vitu zingine hata Baruthi yako anajua. Namwambia pande hii nyingine kuna mambo. So wewe ukiona pande hii kuna mambo zingine hapa hata yeye anastuka. Na nashukuru Mungu sababu hiyo safari tumeenda sisi wote pamoja na Mungu ameonelea ni vizuri. Sababu mchungaji wenu kuna kitu mmoja amenifundisha. Na sio mimi peke yangu, ni pamoja tukiwa na Baruthi. Kitu inaitwa Thanksgiving. Na najua watu wengi wenye tuko hapa, na sikuhubiri na hubiri by the way. Watu wengi tuko hapa huwa kuna mambo tunachukulia kwa urahisi sana. Lakini nimekuja kujua kama kuna dhabihu ya nguvu na kitu inaweza fanya hata Mungu akiwa mbinguni akubariki zaidi ni kurudisha shukrani. Ni mara ngapi mtu amekutendea lakini unasahau? Na kwanza kabla akutendea unasema
Mungu ukinifanyia hii na hii na hii, nitakurudishia shukrani. Yaani unakuwa wewe unapatia Mungu conditions. Ati Mungu ukinifanyia hii na hii, nitakurudishia shukrani. Na asipokufanyia, wewe ukae na shukrani. Yaani kama unamwambia, na Mungu usiponifanyia hiyo, na mimi usinidai shukrani hata kidogo. Si ni kweli? We are supposed to give thanks at all times. Wakati mambo ni mazuri, rudisha shukrani. Ikiwa vile ilivyo, shukuru. Na hata kwa hiyo yenye unatarajia na haijafanyika, bado shukuru. Maana Mungu hivyo ndivyo anapenda. Sisi ametutendea, turudishe shukrani. Na hata siku ya leo tunakuja kurudisha shukrani mahali sababu ya vile ametufanyia na mahali tumefika. Na bado tunamshukuru sababu ya ile safari iko mbele yetu. Hatukuji kushukuru sababu ya hiyo awadi. Tunamshukuru sababu ya hata ile safari iko mbele yetu. Atuongoze na awe pamoja na sisi. Thank you so much. Leo sijakuja peke yangu, nimekuja with my sons and daughters. Leo nimekuja na with my sons and daughters. Nikisema hivyo najua watu wanatarajia waone watoto wangu. Na watoto wangu nataka wasimame. Wamekula? Huko hakuna mtu hajakula. Na pia nataka hao watoto wangu wakaribia hapa mbele kidogo. Yes. These are my sons and daughters. Haya, wacha kujeni hapa juu kidogo, kujeni hapa juu. Kujeni hapa juu. Kujeni muoje hii nguvu za madhabahu sitawabadilisha. Inuka, jitie nguvu, simama, umshinde, tawala, una kibali, saidizi wako ndani yako. Inuka, jitie nguvu, simama, umshinde, tawala, una kibali, saidizi wako ndani yako. Thank you so much. Kuna hii wimbo tumeimba hapa. Digeriganirwo kiaha likanire kugane wega Emmanueli wa Ngai ne dirikanete nikyo ni dasoka kugane wega. Tuongeze na hiyo wimbo ndugu. Sababu tumekuja kurudisha shukrani. Wacha tu hiyo chorus mara 3 peke yake. Digeriganirwo usoka wadirikanire kugane wega Emmanueli wa Ngai neyo dirikanete nikyo ni dasoka kugane wega tuine digeriganirwo usoka wadirikanire kugane wega Emmanueli wa Ngai neyo dirikanete nikyo ni dasoka kugane wega digeriganirwo usoka wadirikanire kugane wega Emmanueli wa Ngai neyo dirikanete nikyo ni dasoka kugane wega. Tuoka kugane wega kwe Ngai nyodo wa mayiko make maria twekite na maria turehokanya guthina mbere na gutwikira. Hawa wenye wamesimama hapa mbele yetu ni watoto wangu. Nimesema ni watoto wangu sababu tuko kwa kanisa na siwezi waita wafanyikazi. Ndio maana nimewaita ni watoto wangu, maana hawa ndio tunasaidiana na wao wakati tuko Maliland. Na hii award nikiwa peke yangu haingepatikana. Ni kushirikiana kwa Mr. Baruthi, Reverend Garuya na hii team vile mnavyoiona hapa. Imefanya Mungu aweze kutusaidia tukapata hii award. Na mwenye amesimama hapa mbele, wacha niwatambulishe ndio twende haraka. Lakini yes,
Muona boy child amefinyiriwa hivyo? Mama mnaonaje? Muone kuna kufinyiriwa iko hapa. Yes. Kama tiriaga. Athuri ni aguthie gwetha makarehe. Na tumeambiwa ya kwamba mama saa zingine ndio anakulaga zaidi. Yes, hao wote ni wamama wako hapa wanajua siri. Hao ndio wanajua siri. Yes. By the way, boy child mko sawa. Mko sawa. Mngangane hivyo. So, sijui niwapatie mic wajiseme ama Amen. Praise the name of the living God. Amen. Hallelujah. Amen. Nipungieni mkono yenu juu. Oshi ataro ya guko taro ka kwe muhuko. Ngai ni mwega. We thank God and my name is Moge Joseph wa Maliland. And we say this, from rising of the sun to the setting of the sun, may the name of the Lord be praised. No matter what you go through, no matter what you are seeing today or tomorrow or your past, let you today praise the name of the living God. God bless you. Amen. Hallelujah. Amen. Praise Jesus. Amen. Are we rejoicing this morning? Yes. Has the Lord been good to us? Yes. Hallelujah. Amen. My name is Perpetua Chege. And more to that, I'm born again. Christ is Lord in my soul. He no longer called me servant, but he called me friend. Bishop, I want to appreciate the praise and worship. Amen. You did a good job. Amen. May the name of God be praised. Kama kuna ministry itaenda mbinguni, it's only the praise and worship. Actually, ingine yote tutaacha hapa duniani, but worshiping God, we shall take it to heaven. I'm also in the praise and worship. When they were singing here, I was feeling like coming here and dancing and helping them. Wow. Bwana Yesu awabariki sana. Thank you, our chair. Thank you, Baruthi. Thank you, Daktari. We are humble to stand on this altar. God bless you. Watu wa join praise and worship? Yes. Sumasikia vile amesema? Watu wa join praise and worship. Amen. Huyu anaitwa Perpetua. Adam surprise hata kumuona hapa. Maana tulipokuwa na mkutano ya mwisho alisema, "Chairman, mimi naomba msamaha, sitaweza kukuja, mimi ndio naongoza kwa praise and worship kwa kanisa yetu." Wow. Nikamwambia sawa, tumekupatia ruhusa, tutakusimamia. Na nimeshukuru kufika hapa. Thank you. Then we have the one and the only one. Actually, huyo ndio last born wa Maliland. Huyo ndio last born. Yes. Praise God. Bwana asifiwe. Naitwa Alice, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Nataka kazi na Maliland. Asanteni. Praise God. Praise God. Amen. Kwani mko njaa? Okay, mimi naitwa Mary Modoni. And I'm so humbled daktari kufika kwa hii kanisa. Asante sana. Nimekuwa nikitamani sana because I've seen your journey na nimekuwa nikiona ile safari mmekuwa mkienda na wadad. And I feel so grateful, especially standing on this altar. And I believe that from this time onwards, every one of us mwenye amekuwa kwa hii service, our lives will never be the same again. Amen. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa jina naitwa Obadia Waweru na Waweru wa Maliland. Sema mimi nimefurahia sana kuwa na nyinyi siku leo hapa. In fact nimeenjoy sana hiyo kucheza kidogo. Nimepeza kitamu kusema kweli. Na tuseme siku leo tu tutaendelea kuwa na nyinyi pengine. Amen. Siku leo tutakuja kucheza na Hallelujah. Amen. tutakuwa tu tunapata tu around. Asanteni. Amen. Praise God. Amen. Praise God. Naomba uweke microphone vizuri. Praise God. Amen. Kwa majina naitwa Tabitha. Microphone. Kwa majina naitwa Tabitha. And I'm happy to be here. I must say that you are blessed people. Yes. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe again. Now kwa majina naitwa Margaret Kaingati, kana magiwa Maliland. Kwanza mimi kuna ushuhuda nataka kutoa saa hii. Toa karibia hapa. Karibia hapa. I remember there was a time, chairman, we had a project in Boston Ridge. Na saa hiyo tulikuwa tumekuja na wewe kama unaweza kumbuka,
and there was mlikuwa mnaenda live na Baruthi, sijui ni viti zilikuwa zinanunuliwa. By then watu walikuwa wananunua viti na church haikuwa hivi. So I'm very surprised kuona mahali mmefika ni mkono wa Bwana. So kwa wenye maybe wanasikizanga Kegosha FM, maybe mnasikizanga sometimes I go sayachia maana yuko tunasaidiana na yeye neni magi wa Maliland. Maybe mtu anaweza nisikiza huko. So I'm so humbled. Tena mchungaji, pia nimeshukuru venye unakujanga hata kwa ofisi unatupatia neno. Na achia manaweza sema kama kuna mtu amesaidika ni Magua Maliland. Confirmed. Asante sana na Mungu awabariki. Asante sana. Wacha niwapatie story kidogo hiyo ametaja ya wakati alikuwa amekuja hapa. Tulikuwa tunauza project nyingine na hapa ndani. Na tulikuwa na Baruthi, tukakuja hapa tukasema wacha tugojee mchungaji ndio tuende naye kwa site. Akatuambia akobali tumugojee. Wakati tunangojea yeye akufike, Baruthi akarealize ya kwamba ameacha microphone zenye tulikuwa tuende tukatumie. So wakati mchungaji alikuja, ilibidi tukae tu hapa. Tukaanza kuongea, Baruthi akaenda live. Hakukuwa na viti mingi namna hii, wakati kanisa ilikuwa inajengwa. Tukaanza kusema acha tununue viti. Waacha viti zinunuliwe. Waacha zinunuliwe. Finally tukasema sisi tumekuwa kama Jona. Sisi tunaenda pande hii, Mungu anatuleta pande hii nyingine. So hiyo siku yeye alikuwa amekaa pale nje akitogojea kwa gari ati tunaenda Boston, akaona imefika saa 1, saa 2, hakuwa hivika huko. Thank you so much. Kwa hivyo nataka wenye mko na hizo karibu hapa. Leta hiyo karibu hapa. Ama sijui wala hisi kufika hapa ni mkono wa Mungu. Umenibe ajawa kufika ni mkono wa Mungu. Umenibeba ajawa this is a trophy yenye imeandikwa Maliland Realtors Limited awarded brand of the year 2022. That is one. Wow. There is another one here yenye tulipewa the same day, na mtaniruhusu nisome sababu najua labda hamtaweza kuona mkiwa mahali muko. Imeandikwa Certificate of Honor. We herewith confirm that Maliland Realtors Limited as a mark of noticeable brand performance in the category of most efficient and reliable land selling brand to the diaspora market has been awarded the honor of Brand of the Year 2022 with all the privileges, prestige, and rights pertaining to that entitlement. In witness thereof, we have hereto subscribed and affixed our seal of excellence granted at the Radisson Blu Hotel, Nairobi, in the awards distribution ceremony of Boya 2022. Boya Awards, alafu imesainiwa na John Benson Dewa Mudhoni, Managing Director, Boya. Tushukuru Mungu. Amen. Na mchungaji, sababu tumekuja kusema asanti. Nataka hii award sababu haijapatikana hivyo kwa urahisi. Baruthi, nataka ukaribia hapa. Nadhani tukiwa pande hii kidogo ndio kamera isifunikwe na hapo. I want to present this award to you. Mkiwa na mchungaji, ikiwa namna hiyo. Together with this one. Because pamoja na nyinyi na watu wengine wote tumeweza kupata hii award tukiwa wengi. Hii award si ya Maliland peke yake, ni ya Baruthi TV, ni ya mchungaji, ni ya watu wote wa Maliland, ni ya watu wote wa diaspora na hata wenye wako huku. So hii ni yetu sisi wote. Na tafadhali, sisi ndio tumepatiwa safari hii, furahia.
Amen. Sababu yako labda ni ya kesho. Sure. Ukiona mwenzako amebarikiwa, furahia. Ndio na wewe baraka zako ziwe jiani. Kuna watu unajua ukiwa na gari huwa anakasirika na wewe sababu umepata gari. Hata mimi nawaambiaga hivi, hata kama Mungu alikuwa anatarajia kukupatia next year, anasogeshaga miaka mingine 3 until you mature. Until you mature ujue ya kwamba unafaa kufurahia baraka ya mwenzako. Kwa hiyo furahia hii leo ni yetu, kesho itakuwa yako. Wow. Mchungaji, kwa heshima na mkiwa na Baruthi, yes, nimewakabidhi ndio muweze kuipokea. Na tukisema shukrani zetu pia nyinyi muwe ndani. Thank you so much. Amen. Wow. So nafikiri mchungaji ni vizuri uweze kutuombea sisi wote, because kufika hapa yenyewe sio nguvu zetu. Watu wameuza plots online, but unajua sio rahisi mchungaji. Tunawaonanga tu sio rahisi. So kupewa favor na Mungu na unaichukulia tu kama kawaida. That's why we chose kukuja kutoa shukrani. Tutogoragio ni Ngai as we anoint hizo mashamba. Toka kurekereria haha na tikurekania na Ngai actually. It is actually giving thanks. Jiremo ya kushokia gatho ni kuona Ngai. So tumekuja kumuona today kwa sababu pia ametutoa mbali. That's why tumeinvolve mchungaji. Simameni tu niwasihi. Inua moyo wangu ili mimi nisungumze na. Inua moyo wangu ili mimi nisungumze na. Oh, inua moyo wangu ili mimi nisungumze nawe. Inua moyo wangu ili mimi nisungumze nawe. Inua mikono yako, sema inua moyo wangu ili mimi nisungumze nawe. Oh, inua moyo wangu ili mimi nisungumze nawe. Inua mikono yako tubeleze. Mchungaji, wakati tumekuja kurudisha shukrani, ulitufundisha ya kwamba nyumba ya Mungu mtu haendage mkono tupu. Sure. Asante sababu umetufundisha hiyo na tumejua. Amen. Kwa hivyo sisi kama kampuni ya Maliland tumekuja na hii pia ikiwa ni ya kusema shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Yes. Naleta sadaka za sifa kwako Bwana. Ima na mamlaka zipokee. Mtakatifu, mtakatifu, nakuita mtakatifu. Oh Yesu, wewe mtakatifu. Oh, naleta sadaka za sifa kwako Bwana. Oh, heshima na mamlaka zipokee. Mtakatifu, 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 nakuita mtakatifu. Oh Yesu, wewe mtakatifu. Baba, ni asante kwa wema wako na fadhili zako na ukuu wa jina lako. Hakuna jambo usiloliweza. Tunasema ni asante kwa ajili ya Maliland. Jehovah, even the CEO and all the stars of Maliland Limited. Jehovah, even to the Baruthi TV. Na kwa watu wa diaspora, my Father, even this church to give me an opportunity kwenda kudedicate hii mashamba Bwana.
Ninatangaza from today in the mighty name of Jesus. I decree the blessings of God upon the Maliland Limited, my God, in the mighty name of Jesus. But Biblia inasema ya kwamba wale wanatoa dhabihu ya shukrani wanakuheshimu Bwana na wanajitengenezea njia ya wokovu. Tunatangaza siku ya leo kila milango ya project zote wako nazo, oh my God, na siku ya leo tumekuja kunenea ya kwamba milango ya mataifa yafunguke juu ya maisha yao, yafunguke juu ya maisha yao, yafunguke juu ya maisha yao. Mtaingia ndege kuuza mashamba katika mataifa, mtaenda Amerika, mtaenda Asia, mtaenda Great Britain, mtaenda Africa, mtaenda South Africa. Tunanenea kila marago yamekuwa ikisimama kinyume na nyinyi, tunatangaza ina uwezo, tunatangaza ina nguvu. Haya yote ni matendo yako Bwana. Receive the glory, receive our praises, oh Lord, receive our adoration, my Father. Oh my God, we pray for the favor, we pray for divine protection, we pray for your favor in the mighty name of Jesus. We are standing before in your altar because of Maliland, Jehovah, my Father. Let us limit on, my Lord. We are here to declare from today that you grant them, my Father, favor and favor in the mighty name of Jesus. We are here to commission them to the nation in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Vita vyote vinasimamishwa kinyume na maisha yao. Tunasema hazina nguvu, tunasema hazina mamlaka, tunasema hazina nguvu. Kila utawala umesimamishwa, kila maneno yote imeongewa katika anga hili, kila maneno yote imenenewa mchanga, imenenewa majina yao, imenenewa t-shirt yao, imenenewa vitambaa zao na kofia. Nimetangaza Jehova, hakuna silaha itainuliwa kinyume na maisha yao itakayofaulu Jehova kutoka siku ya leo. Weka mayata bakandaba. Tunatangaza waanze kufungua branches katika Afrika Jehova, katika Central Africa, katika South Africa, katika North Africa, my God. Tunaachilia neema ya mataifa kuanzia siku ya leo. Your life shall never be the same again. I speak anointing of God, I speak anointing of God, I speak anointing of God, I speak anointing of God. Maana Mungu ndiye amewainua hii kiwango, and the Bible says our God ushers from one glory to another, from one level to another. I declare and I declare from today in the mighty name of Jesus, kukiwa 23rd, in the mighty name of Jesus, tunatangazia Maliland kutoka CEO Jehova, na kila mmoja aende kiwango kingine, Maliland iende kiwango kingine katika jina la Yesu. Rima zoka rabaganda, ninaombea Baruthi TV. Rima zoka rabaganda amekuwa platform, my Father, to us, oh God, and to my Maliland Jehovah. We decree from today, may the Lord protect you, may the Lord be with you as you go out, as you come in. Oh my God, when the enemy shall come in one way, the Almighty God will scatter them in a seven way. When the enemy shall come like a flood, the Holy Spirit of God will lift your standard in the mighty name of Jesus. I pray for your studio, I pray for your name, and the time has come now for you, God, to take you to the nations in the mighty name of Jesus. Rima zoka rabaganda, reka mayata baganda riba, shata baganda bazoka. Tunashukuru kwa ajili ya watu wote wa diaspora na watu wote wa Kenya wameaminia Maliland na wakatuaminia Jehova. Ninatangaza baraka juu yao, hawataikosa Bwana, na kwa maana wote wamepokea title deed. Ninatangaza ushindi juu yenu na kupitia hii ibada. Oh my God, natangaza Bwana akawafungue, awafungulie utajiri, awafungulie mali, awafungulie kibali, awaponye maisha yenu, aponye magonjwa ambayo imewatesa. Rimazoka rabaganda raba, shetebe na mazoka rabaganda, reka mayata baganda riba. Wacha tuinue tu mikono yetu mbele za
Bwana, na hizi kuna uponyaji Mungu ameachilia, kwa maana dhabihu ya kushukuru Bwana, oh my God, Mungu hushuka katika sifa za watu wake. Ninaachilia afya njema, ninaachilia maisha marefu. I declare in the book of Jeremiah chapter 30, my Father, in the mighty name of Jesus, from verse 16, my Lord, and verse 17, oh Lord, Jehovah my God, that you restore our health, that you restore our health and our wealth, my God. I declare wale wote wagonjwa ukawaponye siku ya leo, ukaponye maisha yao, ukaponye ndoa zao, ukaponye mili yao, na ninatangaza kutoka siku ya leo, their life shall never be the same again. Their life never be the same again. Ni asante Mungu. Tumesafiri na madege, umetulinda. Tumesafiri kwa magari, umetulinda. Tumekuwa mahali pale Marindi, tumekuwa Dayapwani, tumekuwa Beura, Jehova, tumekuwa Boston Ridge, Jehova my Father, tumekuwa Baruthi Ridge. My Father, you have been so faithful. Tumekuwa Miami, my God, Rimazoka Rababozi, Yetebena Mazoka Rabaganda, kila kona tumetembea. Jehova, tumeona matendo yako, hatutawacha kusema ni asanti. Utukuzwe na uinuliwe, uhimidiwe hata kwa ajili ya washirika hao wote wameshikana nasi siku ya leo kukuabudu na kukutukuza. Jehova, I decree their life shall never be the same again. Ninaona wazazi wetu wote Bwana, wote ninatangaza baraka, ninatangaza ushindi wako, ninatangaza mafuta yako kwa kila mmoja. Jehova, tumetangaza uinuliwe, na sasa hii ndio sacrifice imetolewa. Ninainua mikononi mwako Bwana, baada nimeipokea Jehova, wacha sifa na utukufu zikureje. Na Biblia inasema ya kwamba you open the third gate of heaven, and in the book of Psalms chapter 50 from verse 14 and chapter verse 22 and 23 inasema wale wanatoa dhabihu ya shukrani wanakuheshimu na wanajitengenezea njia ya wokovu na wanajifungulia milango. Kutoka siku ya leo, wacha njia zianze kufunguka, wacha milango yaanze kufunguka, wacha Jehova uanze kuwainua watu wako, wacha uanze kuwabariki. Oh my God Baba, kupitia Baruthi na Mesa Maina, umetupatia mshamba katika Marindi, umenipatia mahali pa kujenga children home kule Miami, na siye kamoja na siye kabiri. Na hata kama wametenda hivi vyote, Baruthi ameahidi kamera katika haya madhabahu. Amesema tutapata kamera ingine na TV ingine. I decree the blessings of God. Maana mbinguni hakuna shortcut. Biblia inasemanga walio wa kwanza kupanda watakuwa wa kwanza kupokea. I speak the grace of God. I speak anointing of God. I speak the grace of God. From today I decree fresh anointing from today. In the mighty name of Jesus. I speak the breath of God. I speak divine protection. I decree money to locate you, wealth to locate you, in the mighty name of Jesus. Ninatangazia wapendwa hao wote, na hata hiyo children home tunaenda kujenga, jina lako likatukuzwe, jina lako likainuliwe. Na vile tuliita Beura Rescue Center, maana tuko na rehab, na baadaye tuko na upande ule mwingine children home, jina lako litukuzwe, rinuliwe. Ya karabaganda rababoza. You have done me well. You have done me well. You have done me well, Jesus. You have done me well. You have done me well. You have done me well, Jesus. Tupige Yesu makofi mazuri. In Jesus name. Nadhani mnaweza kaa chini ndio niweze kuondoa wenye tuko nao hapa juu. Nadhani mshugani itakuwa vizuri
ndio sasa waweze kukaa chini. Faradhi kaka kodo kidogo. Leo ni siku ya Sunday. Na sio siku ya kuwa wanafaa kuwa wako kazi. Lakini niliwaambia ya kwamba sababu naenda kurudisha shukurani, waweze kutembea na mimi, na wakakubali. Mkuu vile mlivyo, mnajua kila mtu ile department ameweza kusimamia. Waweru umefanya kazi yetu. Huyu anaitwa Waweru. Usimama hapa Waweru. Huyu anaitwa Waweru. Na Waweru tulijua na yeye wakati tulienda huko Malindi. Baadaye nikamtoa huko akakuja huku. Na umekuwa kufanya kazi mzuri. Na umefanya kazi yetu ikuwe rahisi tukiwa na Pastor Garuya na Bwana Baruthi. Tunakutegemea sababu tunajua tukipatia kazi unaendaga unamaliza hata kabla hatuko, tunakuja tunapata ground iko sawa. Mungu akubariki. Huyu anaitwa Kaigati. Kaigati wakati Maliland ilifunguliwa mara ya kwanza, kuna rafiki yangu mmoja anilifaa akaniambia kuna mtu nataka nikupatie. Najua naweza kazi ya kuja mfanye kazi na yeye. Nikamwambia mlete. Wakati aliletwa alikuja na maligo zake zote. Akakuja akaniangalia hivi na maligo zake, akaona hapa nitakufa na njaa. Vile alitoka hivi haja irudi. Aliacha Maliland ikiwa mtoto, akapata Maliland kumbe imekuwa kubwa. Sasa alijoin ikiwa inaendelea. Wakati alikuja akaniangalia akaona sasa hapa nitatoshea sasa. Tukamwelcome. Na tunashukuru Mungu kwa sababu huyu hakuna kitu hawezi kukuhusia. Hiyo takuambia ukweli. Bora uingie kwa laini yake umsikize. Huyu hakuna kitu hataweza kukuhusia. Tunakushukuru sana na umefanya Maliland pia iendelee vizuri, na tunakuombea Mungu pia akutendee mazuri. Thank you. Huyu anaitwa Tabitha. Tabitha is our diaspora accounts manager. Hii award unaona hapa imeandikwa in the diaspora market. Yeye ndiye huwa anadeal na hiyo diaspora yote. Wakati watu wametupigia simu, wanapigia mimi, Pastor Garuya ama Baruthi. Tukishamalizana tunawa hand over to her. Anadeal na wao, anawaelekeza kila kitu, mareceipt zao, anawamanagea all the accounts. Na anawaongelesha vizuri, anawapatia mpaka updates. Anaitwa Tabitha. Kazi yake ni gumu. Hata saa zingine naonaga huruma kidogo. Lakini nikimwambia hivyo ataanza maligo. Lakini najuaga ile kazi anafanya ni muhimu zaidi. Thank you so much. Sababu pia umefanya kazi yetu ikuwe rahisi. Wale watu wa diaspora wanakuwaga wameridhika kila wakati unadeal na wao. Na wananipeaga ripoti bila wewe kujua. Wananiambiaga kuna mmoja nimeongea naye anaitwa Tabitha na ni msichana mzuri, ametupeleka vizuri. God bless you. Huyu anaitwa Mere Modhoni. Mere Modhoni wakati alikuja Maliland, huyu hakuwa alifadi na mtu. Alikuja tu siku moja, akatupata kwa ofisi tukiwa na manager wangu mwingine. Akasema ati anataka kununua shamba. Unataka ni ya pesa ngapi? 150. Haweka deposit. Alituatia shilingi 2000. Huyu mnaona hapa 2000 only. Ni mtu mjaja sana. Baada hiyo karibu akamaliza mwezi, akaongeza 1000. Lakini wakati huo tunaongea na yeye, huyu manager akaniambia, huyu mtu vile anaongea ni kama anaweza fanya kazi. Tukamuita interview, akatuambia alikuwa anafanya kazi mahali pengine. Tukamwambia tunataka tukupatie nafasi, tuone kama utaweza hii kazi na tutakusaidia. She was very green. Na kusema ukweli, kwa wenye wote unaona hapa, kama kuna mtu amekaa Maliland, ni huyu Mere Modhoni. Tulimfunza from zero. Na saa hii she's doing very well. Very well. I'm proud of you. Thank you so much. God bless you. Na uendelee kufanya kazi na bidii. Yeah. Huyu ndiye last born wa Maliland. Amekuja juzi.
Na because Maliland, I believe kupatia watu nafasi ya kujiprove ya kwamba unaweza. Aliomba kazi, nikamsikiza vizuri. Lakini kitu moja ilifanya nimpatie nafasi. Ni vile aliniambia amelelewa kanisa, ameenda vizuri kwa kanisa. Maana Maliland ukiingia wewe hujui Mungu. Ukiwa umtambui Mungu huwezi kaa huko. Watu wakati wanaenda maombi asubuhi, wakianza kuongea in tongues, kulibasaika, wewe utafanya nini? So unajitoaga pole pole. Sasa roho yake ilikubalika tu Maliland. Na tukaona tumpatie nafasi aweze kuhakikisha ya kwamba ama kudhibitisha she can. So sai she's our husband. We want to mentor her. Ajue kuuza na ajue kuongea na watu, na tunajua Mungu akiwa pamoja na wewe atakutendea mazuri. Thank you so much. Huyu ndiye kama tunaweza muita chaplain wa Maliland. Huyu every morning tunakuwa na maombi. Ndiye anatuongozanga. Yeye alikuwa referred kwangu na mtu I think nikataa. Akaniambia kuna mtu nataka nikutumie. Mjaribu. Nikasema sawa, akuje. Akakuja na uoga zake. Baadaye akakuja kurealize this is the place to be. Akakalia kiti mzuri, akafanya kazi, anatuongozaga na maombi, anafanya kazi mzuri. Thank you so much. Yes, thank you. We have this gentleman here. Huyu jamaa anaitwa Joseph. Na Joseph kuletwa kwa Maliland, aliletwa na mtu niliajiri kama manager. Akaniambia kuna mtu najua, wacha akuje umsikize tuone kama anaweza kuwa mtu mzuri wa kuuza. Yule jamaa akakuja, tukafanya interview, nikasema sawa. Bila kujua mwenye alimlete, alitoka Maliland akaenda, huyu akawa ndiye amekalia kiti yake ya manager. Mnaona vile Mungu anafanya kazi? Unatafuta mtu, wewe ukiwa manager unatafuta mtu akuje akiwa mfanyikazi, inafika mahali wewe unaondoka, mwenye utafuta anakuwa ndiye manager. Si huo ni Mungu? Thank you so much, sababu unafanya kazi yako ikuwe rahisi. Kama hii wote wakati unaona tuko hapa. Jana tulikuwa na event huko pande ya Konza. So mkutano wetu ilikuwa ya Friday kwa ofisi. Vile amepanga hiyo maneno yote umeona imefika hapa, mimi hata hatujawasiliana. Yeye ndiye amepanga hiyo story yote mpaka tumefika hapa. Thank you so much. Na Mungu atakukumbuka siku moja. Kuna baraka zingine Mungu anagojeaga tu aone umekuwa mature enough. Sure. Ndio akupeleka in another level. Siku yako itafika na Mungu atakupeleka in another level. But for now, kaa tu Maliland. Ikifika hiyo wakati atakupeleka hapo, I'll bless you na nikwambie enda vizuri, Mungu akubariki. Unajua mtu akikwambia God bless you, anakuambianga go and prosper. Si ni kweli? Thank you so much. God bless you. So, nadhani hiyo pande yangu imeisha, na sababu najua sitarudi hapa, wacha nirudishe shukrani zangu kwa Baruthi wa Dhayo. Because Baruthi amepeana story. Tumeenda nikasafari tumeenda. Na Mungu ni mwema. Maana saa zingine Baruthi ananiambianga, mimi natakaga kufanya kazi na watu wenye unanilipa. Akiwa na kitu anataka kufanywa ananiambianga, wewe nipatie rafiki yako unajua anafanya hiyo kazi. Because ananiambianga, wewe unakuwa na marafiki wazuri. Ukinipea mtu ile kazi nataka kufanywa anafanywa vizuri. Na wacha niseme nimebarikiwa. Mungu huwa ananiconnect with the right people, including you. Hata wewe si mbaya, na ungekuwa mbaya hatungekuwa pamoja na wewe. Thank you so much because umetupatia platform ya kuuza mashamba zetu kwa watu wenye wako Kenya na wenye wako diaspora through your YouTube. Mungu ameweza kufanya makuu, tumeweza kuuza, tumeweza kutembea na tumeweza kuona mambo mengi. God bless you so much. Na Baruthi wa Dhayo TV and studios, Mungu aibariki zaidi ya vile ilivyo saa hizi. Mungu aendelee kuwabariki zaidi. Ile siku tutaona, wacha hii ya YouTube ya online, ile siku tutaona kwa skrini zetu wakati unatafuta Citizen na NTV kwa remote yako ukifinya inaleta Baruthi wa Dhayo TV, bado tutarudi hapa kusema ni asante. Wow. Hata sasa tunasema ni asante sababu ya YouTube, na hata wakati huo ikifika tutarusema bado ni shukrani. Na hata zaidi ya hiyo tunaendelea kusema ni shukrani. God bless you so much. Wewe na timu yako yote, Mungu God bless you. Reverend Garuya. Yeah. Bishop Garuya. Through wewe
tumeweza kujua mambo mengi. Mahali nilikuwa kabla nikujue si mahali niko saa hizi. Nilijipata tumeenda na wazee wengine mahali fulani, occasion fulani, tumepeleka mzee fulani akasalimia wazazi. Na tulipofika pale wakaangaliana hivi, sasa tutafanya aje? Nikamwambia no, tutatumia hii procedure. Faradhi wala kucheka. Tutatumia hii procedure. Tutageuza hii sasa mambo. Wewe ulikuwa umekuja kawaida. Tutaifanya ikiwa ceremony ya kuja kutafuta baraka kwa wazazi. Haya, nikashika usukani. Nikaendelesha hiyo occasion vizuri. Mzee akabarikiwa na familia yake na wazazi. Okay, sikuwa tena hubiri, nilikuwa nawaelekeza fanya hivi, fanya hivi. Mpaka tukitoka pale kuna kamuziko nililetewa na mtu mmoja hiyo boma. Ilikuwa madizi na mihogo na doma. Akaniambia, "Pastor, enda ukakule hii." Na nikashukuru Mungu sababu hiyo mambo vile ilienda ni sababu kuna mambo nimejifunza kutoka kwa mchungaji. Niliona wenye tuko nao wako blank. Na nikaona sababu tumepata nafasi ya kufika kwa wazazi, hatutatoka hapa bila baraka. So ile ujuzi kidogo niko nao nikafanya vile nilifanya kidogo na jamaa akabarikiwa. Na kutoka hapo ukakuwa sadaka. Sikupewa by the way. Si madisi ni ya mchungaji. Sasa tukitoka nikaambia mchungaji, enda na hika mzigo kwa nikapatiwa madisi na mihogo hapo kidogo. Wazee wenzangu wakaniambia, sasa nataka hata next time tukienda kwetu wewe utahubiri. Sasa nikashindwa. Tena nimehubiri. Haya, nikasema ni baraka, labda kuna kitu iko njiani inakuja. Lakini Mungu ni mwema. Umenifunza mambo mingi. Na nashukuru Mungu sababu ya wewe. Wewe ulikuja kwa maisha yangu wakati unaofaa. Amen. Because at my age ni mahali tunasema unahitaji Mungu zaidi. Sure. Unajua na huku chini kuna wakati unachukua mambo rahisi. Kuna mahali inafikaga by the way wazee mnajua. Unahitaji Mungu zaidi ya bereni. Sure. Na unajua uwezo ya Mungu mahali inaweza kufikisha. Thank you so much. Na nimeshukuru sana, nimeona kanisa ya Mungu inaendelea vizuri. Na niseme hivi. Unajua Baruthi ni kama wakati tumekaa pale tulikuwa ndani ya roho. Tulikuwa ndani ya roho. Maana zile observations umeweza kufanya hapa pia mimi nimeziona zote. Because hiyo kamera nilinotice ni moja peke yake. Wakati mchungaji yako hapa inamchukua akiwa peke yake akiwa amesimama hapa. Nilikuwa nimenotice. That is one. Kitu ya pili nimenotice ni vile alikuwa amesema mambo ya kamera, mambo ya screens. Because hata wakati tunasoma scriptures inafaa kuwa pale kwa screens. Watu wote wa mtu anajisomea, mwenye ana Biblia ana simu. That is another thing. Na Faradhi, thank you so much. Sababu umeahidi kazi ya Mungu itaendelea. Ulipeana hii na hii sio mwisho. Umesema bado umeahidi utapeana kamera nyingine na study yake. Na hiyo kamera my friends si ya pesa kidogo. Ni kama ya pesa ngapi? 250,000. Jamani, sibupiga makofi. Hiyo ni kamera moja. Kwa hivyo hiyo amepeana ni ya 250, hiyo amepeana ni ya 250, hiyo ameahidi ni ya 250. That is half a million. Sure. Half a million. Mtu amepeana kwa kazi ya Mungu na hataajiri mtu yeyote atakuja mlipe na si deni. Mungu aendelee kukubariki zaidi. In Jesus. Aendelee kukubariki zaidi. Amen. Na jameni, wacheni niwaambie siri moja. Saa zingine tunapeanaga watu wanafikiria tuko na mali ya kutosha. Na siku moja tukiwa online mtu akasema, "Mungu nataka unibariki na mali mingi, hata mimi niwe nikipeana." Nilisoma comment yake na nikaambia Pastor Karuya tukiwa na Baruthi. Sure. Huyu ameandika ati Mungu ambariki kabisa ndio apate ya kupeanaga. She is wrong. Sure. Because anafaa kuanza kupeana na hiyo kidogo ako nayo, Mungu amuongezee ikue mingi. That's true. Because ukipatia Mungu condition, ati nipe ndio nipeane. Kwa hivyo asipokupea hutapeana, na kusema ukweli haurali njaa. Si unakuranga? Hiyo kidogo uko nayo, anza na hiyo. Na Mungu atakubariki zaidi. Thank you so much. Kuna kitu kingine nimenotice. Wakati praise and worship iko hapa Baruthi na mchungaji, wamesweat jameni. Wamesweat. Mimi nikaangalia hivyo, nikaona mchungaji hata hapa kuna hitaji fani hapa. Wewe unasema praise and worship, mimi si nimeshindwa kuruka juu ya kusweat. Jameni. Tunahitaji fani kwa hii kanisa.
Tunahitaji fani kwa hii kanisa. Si moja. Na si moja. Tunazihitaji hapa mbele na huku nyuma. Kuna kazi bado ya Mungu haijaisha. Kuna kazi ya kufanya hii katika hii madhabahu. Na ndio Mungu aendelee kutubariki zaidi. Najua mimi nimetoa mali yangu tukiwa na Baruthi kusaidia kazi ya Mungu kuendelea. Na hatujachoka. Bado tutaendelea na hii kazi mpaka tuone kazi ya Mungu inaendelea vizuri. Naye Mwenyezi Mungu ndiye anatulipanga. Hatulipangwi na watu wa dunia. Mwenyezi Mungu ndiye anatulipanga. Na tutaendelea kufanya hiyo yote. Kwa hivyo kwa hizo screens wewe umepeana kamera, mimi nitapeana screen moja. Wow. Ya hiyo kazi. Wow. Alafu zile fan zinahitajika za hapa mbele. Mimi na kampuni yangu ya Maliland na watu wangu wa Maliland tutazipeana pia. Wow. Amen. To God be the glory. Na hiyo yote ni ya kushukuru Mungu na it's a form of thanksgiving. Ni kuambia Mungu ni asante sababu ya siku ya leo. Mimi yangu nimemaliza. Iga liatenema negwe dalewe. Thank you so much. God bless you.